Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, baada ya kumtakia rehema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na alhamdulillah, awali ya yote na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumtii Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Na huu ndio usia wa Mwenyezi Mungu aliowahusia wa mwanzoni na wa mwisho, yani umma uliotangulia na umma huu uliokuja mwisho. Na katika kumcha Mwenyezi Mungu ndiko kwenye mafanikio ya hakika kabisa hapa duniani na maisha ya milele kesho akhera. Kwa hivyo tumuombe Allah tabaraka wa taala atushikamanishe na taqwa, tumche Allah mpaka mwisho wa uhai wetu. Allahumma ij'alna minal muttaqina imama. Ahbabi ya sada, khutbatuna al-yawm tatakhassasu an khuluqin 'azimin wa maqamin rafi'in min maqamati al-iman. Khutba yetu ya leo, wapenzi watukufu wa Islam, itazungumzia kuhusu tabia moja adhimu sana, tabia tukufu, tabia kubwa mno kwa heshima yake, na ni makamu ya juu kabisa katika makamu ya imani, yani tabia ambayo ina daraja la juu katika daraja za imani. Ala wa huwa al-yaqin. Tambueni tabia yenyewe ni yaqini. Ma huwa al-yaqin? Wa ma adraka ma huwa al-yaqin? Yaqini ni kitu gani? Al-yaqin huwa thabatu al-imani fi al-qalbi. Yaqini ni kule kuthibiti imani ya mja ndani ya moyo wake kisawasawa. Yaqini ni kuthibiti imani ya mja ndani ya moyo wake fi dharfia, ndani ya moyo wake kisawasawa. Yaqini ambayo, imani ambayo haina shaka ndani yake, la raiba fi, hatta yusbiha kaannahu yara fil ayn au bil ayn, mpaka inafikia hatua mja yule kile anachokuwa na yakini nacho kana kwamba anakiona kwa macho yake. Ndio tukasema ni maqamu rafi'i min maqamati al-iman. Yaqini hiyo ni tumaaninatul qalbi biwa'dillah, pia ule utulivu wa moyo wa mja kwa zile ahadi za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana ahadi nyingi ndani ya Qur'an yake, namna alivyozieleza. Sasa moyo wako ukawa na yakini nazo kisawa sawa, basi wewe una daraja la juu kabisa katika madaraja ya imani. Alafu sio kuwa na yakini nazo alafu na mashaka ndani yake, wa adamul ittirabi inda shadaidi, yakosekane au kukosekane kubabaika, kuwa na mashaka wakati wa matatizo. Yatakapofika majanga, basi wewe una yakini kwamba Allah ndo kayaleta na Allah atayaondoa, sio kukimbilia kwa kalmanzira, yani wewe utabaki na Allah. Hiyo yakini sio mchezo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoeleza sifa za wale almuttaqina, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Hapa wa bil akhirati hum yuqinun, na kuhusiana na habari za akhera zote wale wacha Mungu wakisawasawa wana yakini nazo. Afangalia maneno alipoyaweka Mwenyezi Mungu, wa bil akhirati hum yuqinun. Kuna takdimu ma haqqahu ta'khir, ametanguliza jambo ambalo haki yake ilikuwa lichelewe. Unaposema wa bil akhirati hum yuqinun, asili yake ilikuwa vipi? Wa yu'minuna bil akhirah, lakini akasema hapana, akalitanguliza jambo ambalo au neno ambalo aljaru wal majrur
ambalo haki yake ilikuwa lenye mwisho. Akasema wa bil akhirati hum yuqinun. Kwa maana gani? Akionyesha msisitizo ya hawa wacha Mungu jinsi imani yao ilivyokuwa kubwa na yakini yao, kwamba wao kuhusiana na habari za akhera tu wana yakini nazo kisawasawa. Duniani wana mashaka, yaani hizi ahadi za watu duniani wao wana mashaka nayo makubwa. Anaweza katokea mtu, chagueni mie nitakufanyieni 1 2 3, wao wana habari nayo huyo, chagua alafu afanye. Lakini ahadi ya Allah wanayakini nayo kisawasawa, na yote aliyoeleza Allah kuhusu akhera wanayakini nayo kisawasawa. Yani wamelifunga jambo lao la kiimani kisawasawa katika akhera. Duniani hapo ujanja mwingi sana. Alafu akasema hum tufidi taakidi, anasisitiza hao jamaa hao habari zao ni kubwa, yani yakini yao kuhusiana na akhera ni haki ya kuamini kabisa, wana yakini ya kisawasawa. Sasa hili daraja wengi hatunalo, yani kuwa na yakini na jambo hususan la kiakhera, mpaka ukawa unavuta picha kana kwamba jambo lile unaliona mbele yako, ile janna inavyoelezwa kana kwamba iko mbele yako, ule moto unavyoelezwa kana kwamba uko mbele yako, ile hisabu inavyoelezwa kana kwamba iko mbele yako. Wengi tumefilisika na jambo hili. Mwenyezi Mungu atupe yakini ya hilo. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islamu, yakini ni jambo kubwa sana, na kupitia yakini mtu anakuwa madhubuti inda shadaidi wal fitani, wakati wa shida mbalimbali na changamoto, hababaiki. Anajua Allah ndiye atakayeliondoa hili, anatawakali kwa Allah, anakuwa na yakini na Allah, anathubutu kikweli kweli na Allah. Lakini si hivyo tu, wayasbiru inda albala. Mwenye yakini kama hii anakuwa na subra ya hali ya juu yatakapomfika mabalaa, changamoto mbalimbali. Ni daraja kubwa sana hili, Mwenyezi Mungu aturuzuku. Lakini si hivyo tu, wabihi yuhsinu dhanna inda rabbih. Kupitia hii yakini hii akiwa nayo mja anakuwa na dhana nzuri kwa Mola wake, halalami kwamba Mungu ananiona mimi kila siku, mimi ndo wakuumwa tu, mimi ndo niko nyuma. Anakuwa na dhana nzuri kwa Allah tabaraka wa taala. Wangapi tunalalama kwa changamoto zinazotufika? Inaonyesha kwamba yakini zetu ni kamzuri, wanavyosema wengi, yani tia maji. Mwenyezi Mungu azithibitishe yakini zetu. Lakini kama unavyojua kila kitu kina faida na hasara. Ukikosa yakini hii, hasara yake ni kubwa. Lakini nini faida yake? Min thamarati al-yaqin at-tumaninatu wa adamu al-qalaq, ni ule utulivu wa moyo na kutokuwa na kubabaika moyo wako, mashaka. Hiyo ni moja katika faida na matunda ya yakini al-haqiqi, yakini ya kweli. Mtu anakuwa moyo wake umetulia kabisa, hana mashaka na dunia wala hukoenda. Ya dunia amempita wala. Lakini kuna watu leo wakipitwa na ya dunia, huzuni kubwa, utafikiri wamefiwa. Yani kuna mambo mengine yani ya kipuuzi kabisa, wanayakini nayo wameyaweka hapa. Mnyama kafungwa, mtu ana huzuni ya hali ya juu. Haya kidunia tutana ya ajabu tu, hala hana thamani. Mwananchi kafungwa, mtu anakuwa na yani hana raha kabisa, anapitwa na ya kidunia. Mwenye yakini ya kisawasawa wala hababaiki, wala anaona ni burudani za kawaida tu hizi. Lakini akipitwa na ya akhera, mathalan swala imempita katika wakati wake, anakuwa na huzuni ya hali ya juu. Na ndio maana maswahaba walipokuwa na yakini hizi, al-yaqinu al-haqiqi, mtu akipitwa tuna ile swala, hakuswali jamaa, wanaenda kumpa pole. Wewe unajua pole wanaenda kumpa aliyefiwa. Sasa wao walikuwa wanaenda kumpa pole aliyepitwa na swala ya jamaa. Pole bwana,
Kwa sababu gani? Huzuni yake yule ni kubwa aliyoipata, kapitwa na jambo la akhera ambalo anayakini nayo 100%, huko hakuna mashaka kwa Allah. Ukiyatengeneza kisawasawa yale aliyokuamrisha na ukaacha aliyokataza, basi wewe umetengeneza akhera yako. Sasa ukiharibu, mtu anakuwa na huzuni ya hali ya juu. Tunapeana pole kwa watu kukosa jamaa. Unaona kawaida tu, yaani mtu anapitwa na jamaa anaona raha, taswali baadaye, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanaume wa bil akhirati hum yuqinun, hawa wanaume wa kisawasawa, wanakuwa na yakini na mambo ya akhera, wanajua duniani hapa ni kuitengeneza akhera yetu, hawalegei, hawafanyi ulegevu. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Sasa miongoni mwa yakini, miongoni mwa faida na matunda ya yakini ni ule moyo kutulia na kutokuwa na wasiwasi kuhusu na ahadi za Allah tabaraka wa taala. Faman aikana anna Allah mudabbiru al-umur radhiya bima qasamahu Allah. Yoyote yule ambaye amekuwa na yakini ya kisawasawa kwamba Allah ndio mpangiliaji wa mambo yote, muendeshaji wa mambo yote, basi huwa anakuwa ni mwenye kurudia kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amemgawia. Katika dunia hapa watu wametofautiana hali. Kuna mwingine hali yake ni nzuri kweli kweli, mwingine saizi ya kati, mwingine duni. Kwa hiyo yule aliyekuwa duni anaridhia kwa sababu anayakini na Allah tabaraka wa taala, anayakini na ahadi za Allah tabaraka wa taala, na pale halipo sio kwa uzembe wake, bali Allah amemweka pale. Na huu ndio uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wala asijione yule aliyekuwa juu kabisa katika hali na mazingira akaona kwamba yeye ni mjanja kuliko yule aliyekuwa chini. Huo ndio uadilifu wa Allah, amekuweka hapo. Pengine anakutaka wewe uwe msaada kwa hao, usije ukawatukana na kuwalaumu nyewe wajinga. Wewe una haki zao kwao, yani haki zao ziko kwako, waangalie hao, sio ujanja wako. Ni Allah amekuweka hapo katika uadilifu wake. Hiyo ni moja katika faida za al-yaqinul haqiqi. Moyo unakuwa umetulia popote utakapowekwa na Allah, katika mazingira yoyote, pamoja na jitihada zako, lakini uko hapo hapo tu, basi ujue Allah ndio amekuweka hapo na moyo wako unatulia. Hiyo ni miongoni mwa faida ya al-yaqin. Lakini pia miongoni mwa faida al-yaqinul haqiqi as-sabru 'inda al-bala, kuwa na uvumilivu wakati wa matatizo. Utakapofikwa na majanga unakuwa na subra, huku unatawakkali kwa Allah, namna gani janga hili litakuondoka. Sio tena uanze kumlaumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uanze kumuonesha kidole jirani yako, yule sio mtu mzuri kabisa yule. Hapana. Miongoni mwa faida za yakini, mtu anakuwa na subra ya kikweli kweli, wa ya'lamu anna kulla ma asabahu biqadari Allah, na anatambua kwamba yale yote yaliyompata ni kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala. Wa anna ba'da al-usri yusra, anajua hilo. Mwenye yaqinul haqiqi, Mwenyezi Mungu aturuzuku al-yaqinul haqiqi. Pia miongoni mwa faida za al-yaqinul haqiqi at-tawakkulul haqiqi ala Allah tabaraka wa taala, kumtegemea kisawasawa Mwenyezi Mungu. Kumtegemea kisawasawa Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa faida za al-yaqinul haqiqi. Mwenyezi Mungu anasema wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Mwenyezi Mungu tu tegemeeni mkiwa kweli nyinyi ni waumini wa kweli. Mkiwa kweli mna yakini kisawasawa, mtegemeeni Mwenyezi Mungu. Kama hukuiweka sawa akili yako, unaweza ukasema nimtegemee Mungu wakati mimi naendesha maisha yangu kwa biashara ninayofanya, naendesha maisha yangu kwa kazi niliyokuwa nayo. Utamweka pembeni Mwenyezi Mungu. Usiwe hivyo, utapata sufuri ya kushoto. Allah kwanza, hiyo kazi yako, hiyo biashara yako, na wewe mwenyewe Allah ndio mmiliki wake. Allah ndio anawaendesha. Hiyo kazi yako, biashara yako, bila ya Allah haiwezi kwenda. Kwa hivyo Allah kwanza, kisha ndio hiyo biashara yako. Na ndio maana ukiangalia hata siyako ya aya hii aliposema wa 'ala Allahi fatawakkalu,
na kwa Mwenyezi Mungu tu. Watu wa balagha wanasema tufidu alhasr wa takhsis, kuitanguliza shibhu jumla, anamaanisha kwamba anakuonyesha wewe unayepaswa kumtegemea kisawasawa, anayehusika kisawasawa na majambo yako ni Allah basi. Ndio maana akasema wa ala Allah, na kwa Mwenyezi Mungu tu, juu ya Allah tu, fatawakkalu, tegemeeni, in kuntum muqinin. Tena kaweka sharti yao, in kuntum muqinin, mkiwa nyinyi kweli ni waumini wa kweli, mtegemeeni Allah. Usije ukasema hapana, mimi bwana Allah atakuja baadaye, kwanza mambo yangu, utakuwa umelamba galasa. Lakini haina maana kwamba mtu amweteke asifanye ishtighali yoyote akasema mimi atawakkalu ala Allah. Vipi bwana, mbona ushughuliki na ibada mbalimbali ya kazi, ibada za kibiashara? Atawakkalu ala Allah, wewe utakuwa ni uwege. Si mmenielewa vizuri? Fanya kazi, fanya biashara, shughulika na maisha yako ya kidunia, lakini tawakkal ala Allah. Ukitawakkali juu ya kazi yako utakuwa umefanya ushirikina. Kwamba Allah umeweka pembeni, biashara yako ndio kila kitu, na yaqini alhaqiqi itakuwa kwako imekosekana. Wewe unatakiwa ufanye kazi, ufanye juhudi ya kisawasawa katika dunia yako, thumma ta'tamidu biqalbika ala Allah, kisha muegemezee Allah moyo wako kwamba Allah, wewe hii biashara yangu wewe ndio unaendesha, kazi yangu hii wewe ndio umeniruzuku Allah, bila ya wewe mambo hayaendi. Egemeza yote kwake, alafu utaona mambo yatakapokuwa yanakwenda. Lakini kuna watu wanafanya kinyume chake. Hata wakiambia Allahu akbar, Allahu akbar, wakati wa swala wao wanasema tijarati akbar, yani biashara yake ni kubwa kuliko Allah, wala hamuitiki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekuruzuku wewe uhai katika hii dunia, anachotaka wewe ni kumwabudu, na wala hiyo ibada yako haimuongezei chochote Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Islam, tuwe na yaqinu alhaqiqiyyu, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuoneshe maajabu. Kwa hiyo atawakkulu natijatun tabi'iyya, tufahamu pia kwamba kutegemea kwa Mwenyezi Mungu sawasawa, haya ni matokeo ya kitabia liliman, ya imani ya mja. Kwa maana mtu atakapoiweka imani yake, kwamba ukiweka imani yako wewe kwa manzila itakwenda huko huko, lakini ukiweka imani yako kwa Allah, Allah atakupokea, Allah atakuongoza, Allah atakupa takwa na yaqini iliyokuwa kisawasawa. Tazameni Nabiullah Ibrahim alayhis salam. Ibrahimu pale ambapo Mwenyezi Mungu alipomjaribu kwa watu wake wale aliokuwa akiwarudisha kwa Allah, ilifika hatua akamwambia huyu bwana huyu hakuna namna ya kumuondoa, kummaliza kutokana na kero zake juu ya miungu yetu isipokuwa kumchoma moto. Nabiullah Ibrahim alisema au alifanya nini? Aliomba radhi na msamaha? Hapana. Yeye alimwambia tu mimi niko tayari. Hata alipokuja Jibrilu alipokuja kwa Sayyidina Ibrahim alayhis salam, alimkanusha na kumkataa. Jibrilu anamuuliza, unasemaje? Una haja gani? Mimi niko hapa kwa ajili ya wewe hapa kusikiliza. Alimwambia mimi sina haja na wewe, mimi haja yangu iko kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Si yakini ya mchezo hii. Alafu akasema hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allah mimi ananitosha na ndio bora kutegemewa. Mimi sina haja na wewe, wewe ni kiumbe wa Allah, unaweza ukafelia, alafu nishakutegemea itakuwaje? Mimi yakini yangu iko kwa Allah na tawakkuli yangu kisawasawa iko kwa Allah. Akaambia wewe bwana, wewe tembea. Watu wamemtupa ndani ya moto Mwenyezi Mungu kutokana na kuiona yakini ya Ibrahimu iko kisawasawa, basi akaondosha madhara ya moto. Moto sote tunafahamu na madhara ya kuunguza na kuteketeza kabisa, lakini Nabiullah Ibrahimu kwa yakini yake alipata salama. Tena inasemekana aliletewa kiti bwana mkubwa yule akakaa.
siku 40 moto unawaka, anakuja anatoka, haikuungua hata punje ya ndevu yake. Riwaya inasema kilichoungua zile kamba tu walizomfunga, kwa sababu sio hazihusiani na Ibrahim alayhi salatu wasalam. Anatoka salama kabisa. Hii ni kwa sababu gani? Yaqini yake ilikuwa ni madhubuti, alikuwa al-yaqinu al-haqiqi imekita katika moyo. Sasa ndugu zangu watukufu wa Islam, hii ni daraja kubwa mno. Inatakiwa tuilee imani yetu kuielekeza kwa Allah mpaka tufikie huko. Kuna watu wanaweza wakasema kwamba haya alikuwa nabii bwana, lakini kuna bwana mmoja katika tabi'in alikuwa na madeni chungu mbovu, ilifikia hatua hana raha, basi ikabidi au anatawakali kwa Allah, kumuomba Mungu kisawasawa, alafu anatoka. Yule bwana hana kazi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuonyesha kwamba hiyo yakini yako imekuzalishia hili. Alikwenda mahala akakuta mfuko wa karatasi, akaupiga teke kuangalia, kumbe kuna gharama muli ambazo zile anazodaiwa. Akachukua kuhesabu, asema basi, akaenda kalipa deni lake. Ni mmoja katika tabi'in. Yote haya ni kwa sababu gani? At-tawakkulul haqiqi. Mtegemee Mungu kisawasawa, kandamiza dua kisawasawa, alafu tafuta asbabu. Usije ukawa kama yule bwana ambaye anakwenda kwa shekhe, naomba bwana niombe Mungu nipate mtoto, mke hana. Sasa mtoto wake patikana vipi kama sio ubwenge? Mwisho wa siku anaambia bwana shekhe, kila nikija hapa napata dua lakini mtoto sipati, vipi? Akamwambia lete mkeo tuje tuombe dua naye pamoja. Mke sina, baba toka zako mpaka uoe ndo chukua asbabu, tawakkali kwa Allah, chukua na asbabu. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, al-yaqinu al-haqiqi inafanya maajabu makubwa sana. Hata Nabii Musa alayhi salatu wasalam alipokuwa anafukuzwa na Firauni, alipofika mahala sasa hakuna pa kwenda isipokuwa avuke ule mto, watu wake wanamwambia Musa, tushakamatwa. Lakini alimwambiaje? Inna ma'i rabbi, mimi niko na Mola wangu. Alijihusisha yeye kwa sababu yakini yake kwa Allah ilikuwa madhubuti, wale wengine walishafeli. Na ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia tandika hiyo bahari, wakapita kwa sababu yakini ya Musa ilikuwa madhubuti. Kwa hivyo unakapokuwa na yakini al-haqiqi mahala popote inafanya maajabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku yakini hii. Mwenyezi Mungu atujalie tawakkul al-haqiqi. Mwenyezi Mungu atuongoze kama alivyoongoza manabii alayhi salatu wasalam. Ayuha al-ikhwa, aqulu ma tasma'un, tawajjahu ila Allah bi qulubikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amara. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم من يومنا هذا إلى يوم المحشر وبعد. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم واتباع سنة نبيكم، واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك الأليم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الأربعة الكرام أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وعن باقي صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ونكس أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم اجعل أمورنا بأيدي خيارنا ولا تجعله بأيدي أشرارنا. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين.